Kwa mfano ukaniambia ni kushauri mambo kumi unaweza kuanza kuyafanya leo yakabadilisha maisha yako. Haya hapa ni mambo 10 ambayo nitakushauri wewe leo hii uanze kuyafanya baada ya kumaliza kusikiliza hii video. Mambo 10 ambayo naweza kushauri wewe uanze kuyafanya leo hii ambayo baada ya muda fulani yatabadilisha maisha yako na yatakuwa maisha mazuri, hautaamini na utanishukuru. Lakini kabla hujaendelea, kumbuka kunifollow hapo, click hicho kijumlisha hapo, ni follow, like, comment, tuendelee kujifunza zaidi. Jambo la kwanza ambalo nitakushauri uanze leo ni kwamba anza kuhudhuria nyumba za ibada. Anza kwenda msikitini, anza kwenda kanisani, anza kusali, anza kuswali. Mungu kwanza, mengine baadaye. Haujui kesho yako, anayejua kesho yako ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kuanza kusali, kuanza kufanya ibada kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mungu wako ambaye anakuamsha asubuhi mzima salama, anakulinda usiku dhidi ya wachawi, dhidi ya maadui zako. Anza kufanya ibada. Hiki ni kitu cha kwanza ambacho nitakushauri, anza kufanya ibada. Lakini kitu cha pili ambacho nitakushauri ni kwamba anza kuweka akiba. Anza kuweka akiba. Pesa unayoitunza leo itakutunza kesho. Kama uweki akiba, haupo salama, kwa sababu maisha ni cycle. Kuna kipindi mambo yanaenda vizuri, kuna kipindi mambo hayaendi vizuri, kuna kipindi pesa zinakuja, unapata pesa, lakini kuna kipindi michongo haiendi, hauingizi pesa. Kile unachokitunza wakati unaingiza pesa kitakusaidia kipindi ambacho hauingizi pesa. Kuna kipindi utaumwa, kuna kipindi utakosa kazi, utafukuzwa kazi, biashara itakuwa haiendi, akiba yako itakusaidia. Kuna kipindi utapata dharura, kuna mtu ataumwa, kuna mahitaji ya lazima ya ghafla yatakuhitaji wewe, akiba yako itakusaidia. Unachokitunza leo kitakutunza kesho. Kwa hiyo ninakushauri anza kuweka akiba. Jambo la pili ni kwamba anzisha biashara ndogo. Unaweza kuwa labda umeajiriwa sehemu, unaenda kazini asubuhi, unarudi jioni, sawa. Lakini fikiria namna gani unaweza kuanzisha biashara ndogo ambayo utaifanya kwa muda wako wa ziada, ama kuna mtu anaweza kuifanya kwa niaba yako. Anzisha biashara, kuwa na chanzo kingine cha mapato nje na kile chanzo chako mama cha mapato, kwa sababu kuna mambo huwa yanatokea. Mtu anapoteza kazi kwa ghafla, huna sehemu ya kuangukia. Ukiwa na biashara ndogo ya pembeni itakusaidia wewe katika nyakati kama hizi, lakini pia itakusaidia kuongeza kipato chako, kwa sababu kuna njia mbili tu ambazo unaweza kusaidika kifedha. Njia ya kwanza ni kupunguza matumizi, lakini pia njia ya pili ni kuongeza kipato. Na namna ya kuongeza kipato ni kuanzisha biashara. Anzisha biashara ndogo. Utauza nini? Utaangalia wewe mazingira uliopo na bidhaa gani inaweza kusustain maeneo yale, lakini hakikisha unaanzisha biashara, unatengeneza faida. Hilo ni jambo la tatu ambalo naweza kushauri. Lakini jambo la 4 ninaloweza kushauri, tena hili nakazia msisitizo sana, anza kusoma vitabu. Anza kusoma vitabu. Kwa kwanza utaanza na kitabu cha dini yako. Kama wewe ni Muislamu, soma Qur'an. Kama wewe ni Mkristo, soma Biblia na uielewe. Lakini anza kusoma vitabu vinavyokufundisha kuhusiana na fedha, namna gani uanzishe biashara, namna gani uisimamie, namna gani uzalishe pesa. Vitabu vinavyohusiana na uongozi, namna gani uongoze, namna gani uongozi upo, namna ya kuwasiliana, namna gani uwasiliane na watoto wako, namna gani uwasiliane na mwenzi wako, wafanyakazi wenzako. Anza kujifunza, anza kusoma vitabu vinavyohusiana na mambo ya mahusiano na familia. Katika familia, wewe kama mzazi participate vipi? Anza kusoma self help books. Anza kusoma vitabu, viko vya aina nyingi. Anza kusoma vitabu. Unavyosoma vitabu unaulisha ubongo wako madini ambayo yatakupelekea uanze kufanya vitu ambavyo haukuwahi kufanya kabla. Unakuwa ni mtu ambaye uko smart. Anza kusoma vitabu. Hilo ni jambo la 4 ambalo ninakushauri uweze kuanza kulifanya. Lakini jambo la 5
nakushauri kwamba anza kuweka malengo na mipango ya kuyafikia hayo malengo yako. Weka malengo, kwa sababu hauwezi ukailenga target ambayo haipo. Hauwezi ukajua umefanikiwa hujafanikiwa kama ulikuwa hauna lengo. Ukiweka lengo, baada ya muda fulani ndio utajua nimelifikia au sijalifikia. Malengo yana faida nyingi sana, lakini pia yanakupa mwongozo. Unajua nini ufanye na nini usikifanye. Yanakusaidia kuzielekeza fedha zako katika sehemu maalum. Yanakupa focus. Una focus muda wako sehemu fulani, nguvu zako sehemu fulani, na muda wako sehemu fulani, kwa sababu ya malengo. Kuanza kuweka malengo na namna ya kuyafikia, mikakati ya kuifikia yale malengo yako. Unataka kuwa na kipato cha aina gani? Namna gani unaenda kukifikia? Utafanya nini na nini ufike pale? Na unaanza kufanya hicho kitu. Hicho ni kitu ambacho naweza kushauri kama kitu namba 5. Lakini namba 6 nitakushauri kwamba anza kuyafanyia kazi mawazo yako. Najua kila siku unakuja na ideas. Kuna ideas zinazunguka kichwani kwako, au nifanye hiki au nifanye hiki, lakini kuna vitu umejifunza namna ya kufanya mpaka leo hujaanza. Unasubiria nani? Anza kufanyia kazi mawazo yako. Anza kufanyia kazi vile unavyojua. Hiyo ni namba 6. Namba 7 nitakushauri kwamba anza kujifunza ujuzi utakao kuongezea thamani. Watu wanakulipa kulingana na thamani ulionayo, kulingana na kile unachoweza kukifanya. Sasa ukiwa huna ujuzi wa kufanya chochote, watakulipa chochote na utafanya kazi yoyote, lazima uwe na ujuzi kwa namna fulani. Kwa mfano wewe huna ujuzi, sawa? Hauna ujuzi na kuna mtu ana ujuzi, unafikiri analipwa zaidi? Kuna mtu ana ujuzi wa kujenga, kuna mtu ana ujuzi wa kunyoa, kuna mtu ana ujuzi ana ujuzi wa namna tofauti tofauti. Sasa wewe una ujuzi gani? Mtu ana ujuzi wa biashara. Kila mtu ana aina yake ya ujuzi ambao kupitia ule ujuzi ndio watu wanamlipa. Sasa wewe una ujuzi gani? Kama huna ujuzi wa aina yoyote, fikiria wewe ungependa uwe na ujuzi gani na uanze kujifunza, kwa sababu kile kitu chochote unatamani kukifanya kuna mtu tayari anakifanya, ambaye anaweza kukufundisha na wewe ukawa na ujuzi kama alio. Na kuweka lengo la kuanza kujifunza ujuzi utakao kuongezea thamani, kwa sababu watu wanakulipa kulingana na thamani unayoitoa, sio kwa kukuonea huruma au sio kwa sababu wanakupenda, bali ni kwa sababu ya ujuzi ulio nao. Thamani unayoitoa ndio inafanya wao waweze kukulipa. Lakini namba 8 nitakushauri kwamba anza kujenga mahusiano ya kimkakati. Anza kujenga mahusiano ya kimkakati. Jim Rohn aliwahi kusema kwamba wewe ni wastani wa watu 5 ambao unatumia muda mwingi pamoja nao. Sasa ninapozungumzia mahusiano ya kimkakati ni kwamba anza kujenga mahusiano na watu ambao wako vile ambavyo wewe ungependa kuwa mfanyabiashara. Anza kujenga mahusiano na wafanyabiashara. Ungependa kuwa kiongozi, anza kujenga uhusiano na viongozi, wakupe guidelines, wakupe miongozo, upite wapi, kipi usifanye, kipi ufanye ili uwe kama wao walivyo. Anza kujenga mahusiano ambao unajua nipo katika mahusiano haya kwa sababu yananipeleka sehemu fulani. Acha kuwa na mahusiano na watu kwa sababu mmejuana kitambo, kwa sababu ni washikaji na hawakupeleki popote. My friend, siku pekee uliokuwa na umri mdogo ni leo. Acha kupoteza muda na watu ambao hawakusaidii kufika kule unakoelekea kwenye maisha yako. Kwa hiyo ilikuwa ni namba 8. Anza kujenga mahusiano ya kimkakati. Lakini namba 9 ni kwamba anza kuwekeza katika ardhi. Kitu kinaitwa land banking. Anza kuwekeza katika ardhi. Sehemu yoyote ambayo unaona ni mji au jiji, kuna kipindi lilikuwa ni pori, kuna kipindi kulikuwa ni kijijini. Watu walionunua ardhi eneo lile baadaye walikuja kunufaika. Kuna sehemu moja nimewahi kupita nikakuta watu wanazungumza, wanapiga story kwamba kuna eneo lilikuwa ni kiwanja kinauzwa milioni 60. Na wakawa wanasema mbona aliyekinunua hiki kiwanja alikinunua kwa shilingi 7,000 zamani na amekuja kukiuza milioni 60. Kwamba kumbe ukiwekeza katika ardhi baada ya muda fulani unaweza kupata faida kubwa sana. Yeye alinunua ardhi kwa shilingi 7,000 na amekuja kuiuza kwa shilingi milioni 60.
Kwa hiyo badala ya kwenda kununua iPhone 17 unaweza kwenda kununua ekari 10 kule kijijini kwenu, na ikakusaidia miaka 20 ijayo. Kutoka kwenye ekari 10 ulizonunua kila ekari moja shilingi 100,000 ukaja kupata viwanja zaidi ya 50 na ukaingiza pesa nyingi sana. Kwa hiyo anza kuwekeza katika ardhi. Ardhi ni bidhaa ambayo huwa haishuki bei. As time goes, ardhi inaongezeka value na huwa haishuki bei. Jambo la 10 na la mwisho ninaloweza kuanza kukushauri uanze kulifanya kuanzia leo ni kutoa zaka. Kutoa zaka au fungu la 10. 10% ya kila kitu unachoingiza si mali yako, si mali yetu. 10% ya mapato yetu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 10% ya mapato yetu ni kwa ajili yake, si mali yetu. Kwa nini tumpe yeye? Kwa sababu zaka ni ulinzi. Unavyotoa zaka, Mungu analinda kile ulicho nacho. Atalinda biashara yako, atalinda kazi yako, atalinda shughuli zako, atakulinda wewe pia. Ukiwa ni mtu ambaye hutoi zaka, utajikuta kwamba unaingiza pesa sawa, lakini pesa inavyoingia unaishika mkononi, zinakuja dharura. Pesa inaingia, inatokea shida. Pesa inaingia, mtu anaumwa, analazwa, anatibishwa. Pesa ikiisha, anapona. Pesa ikiingia, inatokea hili. Pesa ikitumika, inakwisha. Utajikuta pesa yako inapotea kwa sababu haina ulinzi. Hili ni swala la spiritually kidogo, lakini naamini kwa dini zote inafundishwa kutoa zaka na sadaka. Kwa majina yangu naitwa Meshaki Samuel Miti Ulaya. Asante kwa kusikiliza mpaka tunamaliza. Thanks for having me. See you next time. Here we go. Bye for now.